sijali ulivyo na ufupi wako. Ndio nimependa hivyo. Napenda. Nitafutia sana asiaje nyumbani. Wampenda lakini ndo atakayekuua. Wampenda lakini ndo atakayekuua. Haniui ni yule mke wangu. Mke wangu ni yule haniui. Wake wengine si wake. Ni nkekewa. Sasa Hadija, wewe unataka nifanye vipi mie? Ufanye vipi tena? Hujui cha kufanya? Kwa mimi sina moyo, sio? Mimi sijazungumzia moyo mwanangu. Sawa. Lakini kila mtu kaumbwa na nafsi na moyo. Umenifahamu? Nafsi inatamani lakini moyo unapenda. Unataka kuja nyumbani, hutaki. Unanitaka, hunitaki. Nakutaka, sikutaki kuja nyumbani. Ndio pa kuongea bwana, tusipotezeane muda. Sio sinipayukie masaudi kama hivyo. Sio leo mtoto mdogo tu au mtoto mzuri nini utulie. Tena umefeli kichizi. Sasa utamtimuaje mwanangu? Mimi nilipanga je kutoe chochote mwanangu. Sasa unajuaje mimi na yule ambavyo tulikuwa tunaishi? Unajuaje mazingira nyumbani hapo? Hata kama bana umezingua mwanangu hapo. Alafu yule mke wa mtu bro, so unaingilia tu. Kumbe mwanangu kweli. Alafu mimi mwenyewe aliniambia lakini nini ile kajua ananitania nini. Poa, hamna noma babu. Mimi nimekuja hapo nisaidie mawazo. Nipe mawazo. Nifanye nini ili niweze kumpata yule demu? Anyway, sikia. Huyo dogo hana shoga. Mimi nilishaye kumuona kama siku moja siku mbili hivi yupo na mdogo wangu pale kisimani. Kumbe mchezo umeisha sasa. Kumbe mna mdogo wako mwanangu. Sasa mdogo wako simpange tu mwanangu anakuchomeka pale maguti ya kati nini umemaliza umeua game. Gigi. Huyo mdogo wangu wenyewe mimi nimezinguana naye. Juzi tu nimetoka kumuita paka tu hapo. Sasa ndugu kumuita paka si kawaida tu mwanangu. Tia konzi, tia hivi, tia ngende mwanangu peleka mwambie akuchomeke mwanangu si unaelewa? Wana kupeleka ndugu. Mwenyewe na ndugu pasua kichwa kuliko hata huyo. Na nipeleke kitu chochote yani. Sasa nakupeleka ndugu kisomo mitapaka. Wewe mfuate ndugu yako, mwambie bana kuna 1 2 3. Mimi mmende shoga yako hivi. Alafu hapo mwanangu unatilia kando na kazia, umeua game mwanangu. Wala usiwaze. Unafeli wapi ndugu yangu? Sawa. Kaza mwanangu. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Mimi nitamfuata nitaongea naye. Ila sijui kama atanielewa. Hata kuelewa tu huyo mwanangu au kama kashindo utanieleza tena, wewe njoo uniambie tena. Tamwangalia mwanangu shoga yake mwingine yoyote tutafuata, tutatia makimba kila kitu ona. Sawa, basi mimi acha. Wewe usiwaze bali kwanza nipe kibiriti changu mwanangu ushakimaini. Mwanangu yayua bwana. Siwaze mambo madogo na mind. Sala mind kitu gani? Wewe umekuja kufuata ushauri tu nitaka kuondoka na moto. Unawaza. Kwenye maisha lazima kuwa ungwana. Ishi na watu vizuri, usigombane. Ndio ungwana. Pole sana kwanza kwa hayo yote yaliyotokea. Pole na matatizo. Pole kwa shida ambazo kwa umezipitia. Lakini kwa nini ulishindwa kujenga imani ya kiume? Na we umeumbwa na koo. Mwanamume ameumbwa na koo kwa ajili ya kuvumilia.
Sawa, mkeo kakufanyia visa, vituko si vidogo, hata kama ni mie nisingevumilia, lakini kashakuomba radhi vya kutosha kwamba mume wangu nisamee, sitosubutu tena kurejea. Kiubinadamu vyovyote itakavyokuwa, lakini ilikuwa watakiwa umsamehe. Kwa nini ukashindwa? Wajua mswaki huu, hii ni story ndefu sana. Ni story ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu. Mke wangu nampenda sana. Najua mielo. Mke wangu nampenda sana leta kiasi. Kwanza kabla kuendelea mbele, naomba Mwenyezi Mungu anisamehe kwa yote yale ambayo nimemfanyia. Lakini nimemfanyia sio kwa nia mbaya. Nilimfanyia kwa nia njema tu, si kwa nia mbaya. Kwa sababu kulikuwa kuna ndugu yangu ambaye alikuwa ananifaa kwa dhiki kipindi hicho. Alinipa wazo moja dogo tu na mimi nikalifuata. Na huyu ni ndugu yangu wa mara 5, lakini na mimi nikalifuata kwa sababu anayekupa mawazo usiyapinge. Fuata ale mawazo yake. Sahihi. Ameniambia kwamba mkeo tayari amerudi nyumbani, lakini atakaporudi usiingie moja kwa moja. Wakati aliyotokezea ni mkosa ni yeye, mimi nikae nifanye kama nilokuwa si mhitaji na kumtikisia kibiriti, hali ya kwamba moyoni mwangu nampenda, hali ya kwamba moyoni mwangu sitaki kumpoteza. Na leta ningelikuwa nahitaji kumpoteza, ningelimpoteza kipindi kile pile ndugu yangu mpumbavu aliponifanyia kitendo kilichokuwa hakiwezi, kitendo kilichokuwa ni kibaya. Jamaa wangu naambia, naona siona watu watakatoka na wewe ajifanya na mazungumzo. Mazungumzo gani hayo tena? Sasa wewe watoka unaenda wapi? Mjomba mengine kine. Waniuliza hivyo kwa nini mtoto wa kike? Nikikuwa mtoto wa kike, angeniambia nenda Firmando. Allah! Kwani wakaa pekee humu? Ukija ukipigwa gari, ukija ukipata ajali nyingine, metapata taarifa gani? Na wewe kushachomoka tu kama roho. Mie na mazungumzo na wewe. Na nakwambia nataka uje tuzungumze. Mimi nakusubiri hapa. Lakini sio tutazungumza baadaye japo jioni huko. Mimi naondoka. Kwani kichachuli hasa mimi nani hiyo? Wewe ni mjomba. Na mjomba ni nani? Mjomba ni mama. Basi kupendeza vote hivyo wafika kutoka ndani ya nyumba mimi sijui. Huagi. Hatua gani siku hizi? Sasa nina safari mjomba. Tena na raga sasa hivi. Tutazungumza japo jioni jamaa yangu. Kushafanya maguna kea sasa. Lakini jua tu jifundishe kuchechea. Kwa maradhi ya kea. Mbona ni apiza mjomba? Hayo si maapizo, ni misemo ya wazee wa zamani washotangulia. Mimi kwanza nikwambie jambo moja, nikukatishe kauli. Haya maneno ya kusikia kwa watu ndiyo yanokuvunjia. Na jambo jingine kwamba kushawishiwa na mtu ambaye kuwa hawezi kujua shida na raha unazozipata kwenye ndoa yako. Mke ni jambo jingine. Nawe hapo ndio ulipokosea. Kutiwa shemere ya pua, halafu moja kwa moja ukakubali kuwa mateka na ukenda ukafanya matukio ambayo kuwa hayastahiki. Mtu mume kanaombwa na koo. Bangili moja haitoi sauti mpaka ipate bangili mwenziwe. Ule ni ulezi uliokuwa na wewe, na wewe ukakubali na ukafanya hayo ya kufanya, mwisho kunaona hayo yalotokezea. Haya, mswaki.
mke wangu simjui alipo. Mke wangu simjui alipo mpaka kwa sasa. Na familia yake ndio amenifanyia haya. Lakini ninavyosema kwamba endapo mke wangu atakaporudi usalama usalimini nyumbani, nitajaribu kusema na moyo wangu kumpenda kama nilivyokuwa nampenda awali. Tatizo lako Manjo, wewe hunitafuti mimi. Hilo ndo tatizo lilokuwa nalo. Umekaa kimya. Hujui kama mimi na mwenzangu kule rafiki yangu nimtafute siku nyingi sijamuona. Kuona na yenyewe ndio huko unakokuona yenyewe. Matatizo. Leo tumekutana hapa mimi kama sijaja huku bondeni nikaja nikachuma hii dawa. Nisingekuona mimi. Sawa, lakini ndio imeendeta hii dawa. Sawa mzikausee bwana. Haya maisha bwana, kila mmoja na maisha yake sasa hivi. Na mimi maisha haya niko nayo sasa hizi kama sijashughulikia mambo ya konde. Ushafahamu Basi inakuwa mtihani. Sababu sasa hivi every time nakwambia mesha nalinda wizi. Nimelima njugu kule, nimelima ni mahindi, yani inakuwa hawishi wizi. Na sita kwako umefungua genge ile la wizi tena. Hawaondoki. Sasa walikuwa ni bia, badala ni bia, sasa inavizia. Unaona sasa yani ule muda ule. Sio na maisha yangu haya. Ngoja zote chafu hizi sasa. Naona. Unaona. Sasa ule muda. Wasimekae yangu utafute wewe. Ndugu yangu muda mgumu. Haupo. Unaona baraka maji sasa hivi, maji haya kama unavyoona kila unapokwenda sema dimbu ya maji hivi. Na vikao kwa share unahudhuria? Vikao kwa share sasa hivi na muda huo mimi sasa hivi. Toba. Tushaharibikiwa. Na kikubwa zaidi kinachonipa mshangao ndani ya nafsi yangu, kumuona ndugu yangu ambaye mimi nimempoteza na mpeleka Pemba, yeye ndo alikuja akanishughulikia hili mwanzo mpaka mwisho. Hichi kitu mimi kinaniuma. Na hichi kitu mimi situkisahau katika maisha yangu. Maana sijui vipi nimtizame mtu yule. Usilie, hilo ni jambo la kawaida. Usilie, mtu hufaliwa nchake. Wala siwete. Nilimwona mtu si mtu. Nikamchukua mimi nikampeleka mpaka kwa ni aibu. Mpaka kwa sheha. Leo yeye ndo alikuja akanifaa katika maisha yangu na kunirejesha uzima wangu huu nilionao, mkishirikiana na nyie. Bwana mimi nashukuru sana. Ugua pole. Sina cha kuwalipa lakini usiwe na wasiwasi. We hapa kumfika kwa mganga Mswaki. Hapa kumfika. Na wala usiwe na wasiwasi wote kwa hilo. Na jengine lijalo, Mungu atunusuru. We njoo tu kwangu mie, wala hakuna tatizo. We jamaa yangu. Mswaki na dawa basi ni wewe. Wala usiwe na wasiwasi. Na kila siku leo si mwanzo wewe. Kila siku ukiniona nchaoga mwenyewe nitatoka mazungumzo. La mazungumzo yenyewe haeleweki. Kisha hiyo yako ni tabia mbovu. Sijaona hapo mtu kuzungumza na nzee akasimama hivyo kama ninara mitandao mingine. Hebu kaa kitako. Msimame mtu utakwambia tutakuja zungumza jioni. Hakuna cha jioni. Kiwezacho fanywa na kifanywe. Mtu ajue endako hajui atokako. Upo nyonyo? Sema nipo ziwa. Ziwa lani? Basi usichukiwe. Niye ninakwambia nina mazungumzo na wewe kiemvu na kiemvu. Mazungumzo nitakwambia tutazungumza jioni. La. Jioni sikupati tena. Sasa kuna ile shamba aliyokuwa akilima bibi kule Pemba. Ile shamba inatakiwa waraka. Na waraka ana Muhammad Selemani. Kwa sababu ile shamba ina matumbo 5. Kwa hivyo unyoo wanka watu wazima wampanga ile shamba yatakayuzwe. Ile mikarafo. Na utapigiwa simu. Subiri. Kwenda wapi? Subiri. Waja wauka. Hiyo simu watu wanka kama waliofukuzwa.
Yule yuaja. Maana nyumba kashaimaliza kipembe. Yule yuaja. Nakumbuka mara ya mwisho tulizungumza nini mimi na wewe na tulikutana wapi? Unalikumbuka hilo? Ehe. Ushasahau? Nakukumbusha. Maana wewe kichwa chako kidogo chepesi. Nakumbuka tulizungumza habari ya lewa nyama. Habari ya ng'ombe. Muhindi anasema Mswahili akifahamu analia kaa gombe ba. Ndio. Ndio. Haya, sasa imekuwa vizuri ulivyokumbuka. Haya. Sasa wale wanyama mimi nishawapata. Wote tayari, wote wawili. Nishawalipia nusu. Ndio. Na kwa nilivyofahamiana na mwenyewe, kanaambia nitapomaliza matatizo yangu, hiyo nusu iliyobakia mzigo wake nimpelekee. Sasa nikaona nikutafute wewe nije nikuulize kwanza. Ndio. Utapokuwa tayari wewe lini? Ila tuende hii familia ambayo kuwa upo nayo, hii familia ambayo kuwa unayo kwa sasa, na bado wasema kwamba wataka mtafuta mke wako Hasnati umrejeshe nyumbani kwako uishi naye na mapenzi kama yalivyokuwa mwanzo kwenye harusi. Inawezekana, lakini familia hii ambayo kwa na wewe mwenyewe ulizungumza kwa kina chako kipana kwamba hawa ndio sababu waliokusababishia hayo, kuwa makini nayo. Asante. Si hasha hapo ulipotoka kumfanywa kuna akili mpumbavu kama yule mpumbavu mwenzi wao mlofuatana akakuleta hapo, lakini naona mara hiyo itakayokuja ukifanya tena uzembe, wajatolwa maguu au wajakuwa kama wale wa kufanya vidole kimoja hivi juu kama lokatwa mashikio akabakishwa buno, utakuja jijua. Haya, sasa labda kuzungumza yote. Yule mtu ambao unomsema vibaya kwamba ni mpumbavu mwenzangu, yule jina lake tu ni mpumbavu, lakini yule mtu ana akili na ana huruma ndani yake. Majina mengine husibu. Mimi naona nakushukuru sana. Asante. Wala usijali. Tupo pamoja na kitakachoendelea tutaambizana. Asante. Haya. huko kote ulikotoka mpaka unakuja hapa kusimama, hujapaona au vipi? Hapo pa kusimama mpaka unakuja hapa ulipotoona si. Tuna mazungumzo. Umekuja kufanya nini hapa? Nakuuliza wewe. Usitoe tu macho tu. Hivyo mzee, unanitafuta kitu gani mimi? Unanitafuta nini hasa wewe? Mimi unatafuta wewe kwa kitu gani? Ndio nashangaa mimi. Wewe nilikuona siku ya kwanza ukanitolea macho sana. Siku ya pili nimekukuta na mjomba. Leo nakukuta hapa tena. Wewe una ajenda gani na mimi wewe? Una ajenda gani na mimi wewe? Mzima lakini wewe. Nakuuliza mzima wewe lakini hivyo unakiliti mama? Kwanza nikuulize mtoto, ushai kurogwa wewe? Nakuuliza ushai kurogwa msemaje? Acha mzika usee wale. Yaani huyu mtoto mzuri. Yaani mtoto mtanashati kabisa sasa huyu. Ni mtoto mdogo sana huyu. Ikisha mtoto huyu kama anakuletea habari kama hizo. Huyu anatufaa kwenye kazi yetu huyu. Anatufaa? Huyu anatufaa kwenye kazi yetu. Na kama kinatufaa hicho kwa kazi zetu basi hakuna tatizo, cha kwetu wenyewe hicho kitoto. Hicho? Hicho cha kwetu wenyewe hicho.
Lengo la kupigia simu kuja hapa, ili nataka nijue kitu kimoja. Unakuja nyumbani au uje? Maana mimi nishachoka. Kaka ananisumbua, baba ananikera, huyo mama alikuwa kwenye upande wangu pia sasa hivi kishanikataa. Kisa tu nimekuweka wewe mimi moyoni mwangu. Niambie tu, hicho kinachokufanya wewe usije nyumbani kitu gani? Mimi nishachoka. Tikisa kiberiti? Ndio. Hamu nikisha kitikisa meki kiberiti. Njiti zikishagongana mle ndani, tutasababisha moto. Hujanifahamu? Sijakusudia kiberiti hicho ambacho unamaanisha. Ndio. Unajua si wanawake tukoje? Mwanamke pindi anapokosea ni rahisi sana kuomba msamaha. Sawa sawa. Kwa pindi anapokuja kukuomba msamaha, ndio hebu jaribu kuchukua muda kidogo kwenye kusamehe. Yaani lazima umsumbue kidogo ili ujue kama kweli anamaanisha au. Kwa sababu huenda mdomoni mwake anamaanisha ila kwenye nafsi yake vipi? Hamna kitu. Ni kweli. Hilo unalolizungumza liko juu ya mstari. Unisikia? Lakini sasa Muni, muda na wakati ushakwenda mbele. Mpaka wale wazaziwe wangekuwa nisema vibaya. Sasa hapa kunisema vimie vibaya na watu mnaoheshimu. Hunioni hili limekaa vibaya kidogo na tatizo hili? Hapana, hapo hamna tatizo. Hamna tatizo? Kama kweli mkeo anakupenda sasa kwa dhati, na wewe unampenda sasa kwa dhati. Mungu atajalia taisha. Inshallah. Ndivyo tunavyoomba. Mimi ni mwanamke kama mkeo. Sawa sawa, ndio. Niamini mimi. Mkeo atarudi na mtaishi kama zamani. Mpumbavu. Hapo. Tayari hapo? Tayari. Sikiliza vizuri wewe mzee. Mimi usinitolee kitumbo kama chungu ya mchanga. Sizungumzi na wewe. Sijui umenifahamu? Nazungumza na huyu. Sijui umenifahamu? Sizungumzi na wewe. Nakuja kwako wewe mzee. Usije. Hapo ndo tunapokosana mimi na wewe. Usiseme unakuja kwangu. Zungumza hapo. Nataka uniambie una ajenda gani wewe na mjomba? Sikiliza. Wewe mazali ushatoa kisu sasa hivi kwa akili zako ninavyozijua mimi. Si barabara. Kwa hiyo mimi na wewe hatuna mazungumzo, hatuna chochote mimi na wewe. Basi. Usitaki kunifanya mimi nikatoa maamuzi mengine na kuuliza tena. Una ajenda gani wewe na mjomba? Hatuna agenda yoyote mtoto, basi. Hatuna agenda yote baba. Baba. Ninachokuambia sasa. Nakusikia. Ni hivi. Nikija nikikuona tena maeneo ya nyumbani, mimi na wewe unavyoniona hivi nione kama nilivyo. Unijui mimi nilikoanzia mpaka sasa nilikofikia. Sijui umenifahamu? Sawa. Sijui umenielewa? Nimeelewa. Hamtokuja tena kuniona nikaja na sura hii ya kawaida. Haya baba. Mzima ndio mtoto wa kututambia si yule. Sikiliza mzee Kosea. Mimi nakuachia wewe. Mimi yule nilikuwa namwangalia tu. Ushafahamu? Yule mimi nilikuwa namwangalia. Lakini yule mzee Kosea. Yule. Alaykum salaam. Wema. Hebu niambie. Kitu ambacho kinachokusibu sije nyumbani kitu gani? Hadija, mimi sio kwamba sitaki nije kwenu mpo. Lakini Hadija, unajua kama ndoa ni kutia mkono kizani?
Kwa hiyo namaanisha kunioa mimi sawa umetia mkono kizani? Unamaanisha mimi hunipendi? Sasa hapo nimekuelewa. Ndio maana ukaruhusu mpaka yule mtu kaja nyumbani. We kila siku nakwambia unaanza kujizungusha, mara unajipanga, mara unafanya hivi. Hapana. Jibu lako nimelielewa. Wacha mimi niondoke. Hadija. Mimi sijamaanisha hivyo. Mimi nakaa nyumbani na kusubiria wewe. Kwenye maisha lazima